Welcome back to MHK Mind and the Creative Hub. Kwa hiyo leo ningependa nitoe recommendation ya baadhi ya vitabu ambavyo vitakusaidia kwenye self development na purpose identification. Moja ya kitabu muhimu sana ambacho ukisoma kitakusaidia ni soma kitabu cha Cogenius, kimeandikwa na mwandishi mmoja anaitwa Joe Nanauka. Ambapo hivi vitabu vile ambavyo nitakurekomendia ni muhimu sana, lakini almost ni kama kitabu kimoja lakini vina relate each other. Ukisoma Cogenius ya Joe Nanauka, utasoma Cogenius ni nini. Cogenius ambapo tunakuta anatuelezea kwamba ni pale ambapo unafanya kitu unachokipenda, kitu ambacho una uwezo nacho, lakini pia watu wako tayari kukulipa kwa hicho kitu unachokifanya. Yaani utajikuta ukigundua ile Cogenius yako ni kitu ambacho unakuwa unakipenda, alafu unakuwa ukiwa unakifanya utumii nguvu nyingi kukifanya, lakini pia watu wanakuwa wako tayari kukulipa ili uweze kukifanya hicho kitu. Yaani inamaanisha watu wanathamini kazi yako kwa hicho kitu. Kama ni mcheza mpira, kama ni utagundua ukisoma hicho kitabu. Kwa hiyo mimi leo nataka tutoe recommendation ya hivyo vitabu na nielezee kwa ufupi. Pale kwenye Cogenius utakuta kuna aina za Cogenius tofauti tofauti. Kuna aina za Cogenius 8 ambazo pia hata yeye mwenyewe anaturekomendia kwa hicho kitabu cha pili ambacho kinaitwa MI Theory, kimeandikwa na Dr. Howard Gardner kutoka kwenye Harvard University. Yule anaitwa Howard Gardner from Harvard University alikiandikia huko. So huyu Cogenius kwa upande wa Nanauka ametuelezea kwa Kiswahili. Kwa wale ambao pia tuna changamoto ya Kiingereza kusoma multiple intelligence theory, pia tunaweza kusoma Cogenius, ni nzuri sana ambayo imetuelezea vizuri. Pale kwenye Cogenius utakuta kuna aina za Cogenius 8 ambapo kuna verbal linguistic intelligence, wale ambao wana uwezo wa kuongea vizuri, wako vizuri katika kutumia maneno. Mara nyingi wanakuwa wanapenda kusoma vitabu, wanapenda kuandika, wanapenda kusikiliza story mbalimbali, wanapenda kuongea hadharani, wanakuwa na confidence naturally. Kama ni shuleni unakuta anapenda sana kuandika notes na anapenda sana kusoma, lakini wanakuwa na hizo vitu vingi utavikuta kule. Lakini kitu cha pili utakuta kwenye Cogenius ya pili ameelezea kuna logic mathematical intelligence, au wanakuwa vizuri kwenye mahesabu, wanapenda sana mahesabu mbalimbali, na wanakuwa hesabu ndogo ndogo kama hizi zinakuwa ni rahisi sana kwao kuliko watu wengine. Alafu Cogenius ya tatu utakuta kuna spatial intelligence, sio special, spatial intelligence. Spatial intelligence ni ile ambayo watu wanakuwa ni wazuri sana kwenye picha, rangi mbalimbali. Kama ni mavazi, anapenda kuvaa na mechisha. Yaani kama juu simu yake ya blue, sijui shati ya blue nini, anakuwa anapenda sana kumechisha. Na lakini wanakuwa hawapotei kirahisi hao watu. Ukienda sehemu hata kuona mara moja, wanakuwa wanakalii sana watu, wanapenda sana kuangalia movie, kuangalia picha. Ukimpa simu angalia kitu kimoja, angalia, utakuta anaifunua anaangalia na vitu vingine. Kwa hiyo ni moja tu ya trait character ambazo utazikuta kule, ambazo pia utawewe ukisoma hicho kitabu utajifunza zaidi. Cogenius ya 4 inaitwa body kinetic intelligence, yani hao wanapenda sana kutumia miili yao. Hao ni watu ambao hawatulii. Yaani ikiwa darasani, yani ni wale ambao kila break yupo nje. Yani kama ni ofisini utamkuta yeye kila ofisi anatembea tembea kwenye makorido, huyu hapa, yani atulii. Wanapenda sana kutumia miili yao, na lakini mara nyingi wanakuwa wana vipaji vya michezo sana. Wanakuwa wanapenda kucheza. Hiyo ni Cogenius ya 4. Cogenius ya 5. Cogenius ya 5 inaitwa natural intelligence. Hao wanapenda sana mimea, wanapenda sana wanyama mbalimbali, wanapenda sana kutembelea maeneo ya utalii, yani wanapenda sana kumeditate, na ni wasafi sana mara nyingi. Wao wenyewe ni wasafi, lakini pia hawapendi uchafu. Ni wale ambao yani akija nyumbani anakuta kuna maviatu, mambo hayajapangwa vizuri, wanachukia sana. Na hata kama ni shule unakuta hapo very smart, wanakuwa wananyosha vitu kama hivi. Hizo ni moja ya tabia zao ambao wanakuwa ni natural intelligent people, wanakuwa wanaingia kwenye hiyo Cogenius ya 6 ya 5. Cogenius ya 6 inaitwa intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence au mara nyingi ni wakimya, ni watu ambao hawapendi kuongea, ni watu ambao wanafikiria vitu vingi kichwani, na wanakuwa na mambo mengi kichwani wanafikiria. Wanapenda kukaa kutafakari mambo yao, na ukiwa unataka kuwashirikisha jambo wanauliza maswali mengi, sometimes hata unaweza kuona ni wasumbufu. Ni watu ambao wanakuwa ni wakimya, hawapendi kuongea sana. Ni wale ambao kama ni shule akiingia darasani atakaa mpaka lunch, yani hawatoki ovyo. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa wako very introverted kuliko watu wengine, lakini ni watu ambao sio rahisi kuumizwa na hisia za watu wengine. Wanajijua sana, wanapenda kujijua, kusikiliza story kuhusu wao, kujua tabia zao. Ni watu ambao wako vizuri sana. Pia amekusaidia pia akakuelezea kazi unaweza kufanya kwa ufanisi, vitu ambavyo unaweza kufanya kwa ubora. Kitu kingine, Cogenius ya 7, hiyo ilikuwa ya 6. Cogenius ya 7 inaitwa Cogenius ya 7 inaitwa interpersonal intelligence. I think hii ni ya 8, sio ya 7. Ya 8 inaitwa interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence ni watu ambao wanakuwa very social, wanakuwa na uwezo wa kuinteract na watu wengine kwa haraka, wanakuwa wanapenda kushiriki katika kila jambo. Yani tukio lote alimpiti. Yani anapenda kila sehemu hapo, wanakuwa kwenye magrupu mengi, na wanakuwa mara nyingi hawatulii. Yani anapenda kuongea, utamkuta yuko kwenye magrupu mengi sana, kila grupu anachangia, utamkuta na mara nyingi wanapata uongozi kwenye hivyo vikundi kwa sababu ya ile shamla, anakuwa very extroverted people. Kwa hiyo ukijifunza, ukisoma hicho kitabu utajifunza vitu vingi. Pia nakushauri kama pia unaelewa Kiingereza, kasome kitabu kimoja kinaitwa Multiple Intelligence, kimeandikwa pia na Dr. Howard Gardner yeye mwenyewe, ambapo hapa ameelezea kwa upana hizo Cogenius zote, ameelezea kwa upana na kwa nini iko hivi, zinakuja kujaji, zinaweza kutumikaje mashuleni, zinaweza kutumikaje kwenye society, na ukishazijua hizo pia zitakuwa part of self development, zitakusaidia sana kama ukizifuatilia kwa undani zaidi na ukaelewa. Kwa thank you so much. I am MHK Mind and Creative Hub. Unaweza kama ukacomment au ukashare au ukauliza swali lolote, sisi tupo hapo kwa ajili ya kusaidiana na kushare sisi kama vijana na watu wengine kwa ujumla. Thank you so much.